فإذا أردت أن تكون سلفيا حقا فعليك أن تدرس مذهب السلف بإتقان وتعرفه ببصيرة ثم تعمل به من غير غلو ومن غير تساهل. ألا وإن من الجنايات التي جنتها فتنة الصعافقة الحدادية على الدعوة السلفية وأضرت بها أنها جرت السفهاء على العلماء وجعلت الصغار في مصاف الكبار، وركبوا فرس العجلة بلا زمام ولا خطام، وصار واحد منهم يتكلم كأنه إمام، ومن حوله يشجعونه وبالمدح ينفخونه، فصدق نفسه فذهب يبدع ويفسق ويحزب ويقطع، ونماذج هؤلاء كثيرون إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى لكم تكي صالنا سلام الرسول عليه الصلاة والسلام. زغزنغوني وإسلام zimenifika sauti za mlinganizi ad-da'iya min du'ati as-su'afiqa, mlinganizi katika walinganizi wa kisuafika ambaye ni kijana mwenzetu anaitwa Hassan Waziri Soloka hadanallahu wa iyahu, akinizungumza mimi katika sauti yake, pia akimzungumza Sheikh Abu Zagar na al-akh Abu Zakaria Hassan. Na mimi sitaki kuyagusa yale ambayo amemzungumza Sheikh Abu Zagar wala al-akh Abu Zakaria Hassan, sababu hawa wako hai na wana nguvu na wana maarifa ya kuweza kuyajibu haya ambayo ameyazungumza Hassan Soloka hadahullah, isipokuwa mimi nitagusa zile nukta ambazo amenigusa mimi upande wangu, na bila kupoteza muda mimi naomba tuingie katika nukta zake moja kwa moja. Nimwambia Abu Nuaim Akram, unatuma ujumbe kila mara huku kwa hawa kwangu mimi, ukitaka nikujibu mimi sina muda kukujibu. Wajuzi pia umetuma ujumbe kwa vijana wetu, unataka mimi nikujibu au ujadiliane na mimi. Sina muda wa kujadiliana na Shafii jahil, na una haki ya kuambiwa hivyo. Hivi ndivyo alivyosema Hassan Soloka hadahullah. Na mimi biidhnillah subhanahu wa ta'ala katika majalisi hizi nitatembea na Hassan Soloka nukta baada ya nukta kielimu. Na nukta ya kwanza ambayo naomba nianze nayo pale aliposema kwamba mimi ni jahil. Naanza na nukta hiyo. Soloka nikurejeshe nyuma tu kidogo kwamba mimi niliweza kukosoa bwana wewe katika sauti zako ambazo alipokizungumza kadhia ya al-Allama Muhammad al-Imam, mimi na Sheikh Abu Zagar hafidhahullah, na wewe hukuweza kujibu hoja zetu ukakimbia. Kadhalika Soloka, hivi juzi mimi nimetengeneza video kuonesha makosa yako yale ambayo umeyakosea katika lugha ya Kiarabu na katika Qur'an. Sasa mtu aliyokuwa jahil hawezi kuyadiriki makosa yako katika mlango ya kielimu wala kukuweka sawa wewe kielimu pale ambapo wewe umeharibu. Kwa hiyo mimi sio jahil, kwa sababu jahil hawezi kuyafanya hayo. Na niliyaleta yale makosa yako bwana Soloka si kwa lengo la kukudogesha, la, bali nilipoona kwamba wewe ulimpatiliza mwenzako alipoteleza katika hilo na ukamwambia hafai kusomesha. Kwa hiyo mimi nikakutolea ile makosa yako kwa lengo la kukuonesha, bwana wewe, hii sio hoja ya msingi, lete hoja za kielimu. Jambo hili hakuna aliyosalimika nalo. Hata wewe katika sauti hizi ulizomkosoa mwenzako na wewe pia umekosea. Kwa hiyo hii sio hoja ya msingi, na tukisema tufungue mlango huo hawatosalimika wengi. Hata wa mashekhe zenu kina Abul Fadhl, kina Mujahid, kina Dr. Khamis Imam na wengine katika mashekhe zenu pia hawajasalimika na mlango huo. Hata mimi mwenyewe mzungumzaji naweza nikasoma ibara nikaikosea. Kwa sio jambo la kumpatiliza mtu, lakini lileta hilo kwa lengo la kukuonesha wewe tu Soloka kwamba hii sio hoja ya msingi, lete hoja ya msingi. Bali wale ambao waliosafiri kwa nchi za Kiarabu wameliona hili, hata kwa wanachuoni linatokezea, sikwambii mimi na wewe ambao hata katika daraja ya wanafunzi bado tunayumba. Pia bwana Soloka, katika sauti zako ambazo umenitaja mimi, ambazo mbili umezitoa siku ya jana, pia ukaisoma aya, ukaisoma hivi, kisha akasoma aya innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Umejisikia aya ulivyoisoma? innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Umesema
farraqu dinahu. Hapa pana makosa mawili. Aya haisomwi hivyo, aya inasomwa farraqu dinahum. Kadhalika pia ukasoma lasta minhu, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Na aya haisomwi hivyo, aya inasomwa lasta minhum. Kwa hiyo hii nimeleta hapa Soloka si kwa lengo la kukudogesha, bali kwa lengo la kuijibu hoja yako aliposema mimi ni jahil, na kuthibitisha kwamba mimi sio jahil, kwa sababu mimi naweza kuyadiriki yale ambayo wewe umeyakosea na kuyaharibu katika mlango wa kielimu na nikakuweka sawa kielimu. Na mtu aliyokuwa jahil hawezi kuyadiriki yale ambayo umeyakosea wewe na uliyaharibu wewe kielimu katika mlango wa elimu, kisha akakuweka sawa kielimu. Na tukenda sehemu nyingine bwana Soloka katika kuthibitisha wewe kwamba mimi sio jahil, na insha Allahu katika majlisi hizi nitakuthibitishia katika njia tofauti kwamba mimi sio jahil. Katika sauti zako bwana Soloka ulipokuwa ukijibizana na Abu Muhammad Hasnu ulisema hivi bwana Soloka, na wala hawakusema kwamba kwa sababu tumetofautiana katika mitazamo, huyu ni shekhe na huyu ni shekhe, inabidi tusimlazimishe fulani kufuata kauli yetu. Maneno haya ni maneno yamezungumzwa na ikhwani al-muslimun. Al-ikhwan al-muslimun ndio ambao wamezungumza maneno haya, na mahizbi kina al-Halabi ndio wamekuja na misingi hii na kanuni hizi ambazo amezungumza huyo. Dawat salafia iko hivi, ikishabainika kwamba fulani amekosea ni katika watu wa bid'a kwa sababu ya 1, 2, 3, basi italazimu kwa mashehe wengine kufuata kauli ya haki na kutahadhari na yule bwana ambaye amezungumzwa. Nao salafia ndio hivyo. Hata haya maneno Ibn Abdul Barri aliyoyaashiria hapa, yeye mwenyewe hajaelewa. Ibn Abdul Barri ameweka mlango katika Jami Bayan al-Ilm wa Fadlihi, akasema hivi: fasadu at-taqlid wa nafyuhu wal farq baina at-taqlid wal ittiba'. Kufisidika kwa kufanya taklid, kuiga na kufuata kauli za mtu ambaye hana dalili na yeye mwenyewe si hujja, na kulipinga hilo. Lakini na tofauti kati ya taklid na ittiba'. Kuna tofauti kati ya taklid na ittiba', kwa maulama wengi wanatofautisha vitu hivi viwili. Soloka, nikianza na nukta yako ya mwisho kabla sijarudi katika nukta yako ya mwanzo katika sauti hii, kukwambia kwamba jambo haliko hivyo kama unavyosema wewe, hadaka Allah, bali jambo wamekhtalifiana wanawachuoni. Wapo katika wanawachuoni waliokwenda kwamba kuna marhala mbili tu katika jambo hili. Kuna marhala ya alijtihadu na at-taqlidu, na wapo waliokwenda katika wanawachuoni wakathibitisha marhala hizi tatu: alijtihadu wat-taqlidu walittiba'u. Na wapo waliokwenda katika wanawachuoni ambao hawajafarikisha baina ya at-taqlidi walittiba'i. Hivi ndivyo wanavyosema wanawachuoni wa usulul fiqh katika vitabu vyao vya usulul fiqh. Tukija katika nukta yako nyingine Soloka, waliposema kwamba wanawachuoni au mashekhe wakishamjeruhi mtu fulani, italazimika kwa mashekhe wengine kuwafuata hao wanawachuoni ambao walimjeruhi mtu fulani, na kusema hailazimiki na la sio lazima. Hii ni misingi ya kiikhwani na ni misingi na maneno aliyokuja nayo al-Halabi au Mahalabia. Soloka, naomba ni kufahamishe kwamba hii kauli yako iliposema kwamba huu ndio salaf, lazima kuikubali kauli ya mashekhe wengine au ya wanawachuoni wengine waliomjeruhi mtu fulani, huu sio salafi Soloka. Kadhalika pia hivi kusema kwamba wanawachuoni ambao watasema kwamba au watu ambao watasema sio lazima kuwafuata wanawachuoni fulani katika kauli fulani, ukasema huu ni uikhwani na uhalabia, huu sio uikhwani wala sio uhalabia. Na hii inajulisha uchache wa maarifa yako bwana Soloka katika kuielewa manhajus salaf, bali inaonesha ukubwa na nguvu uliokuwa nao katika kuelewa uhaddadia na usaafika. Na naomba Soloka nikurejeshe katika vitabu vya wanachuoni vya usulul fiqh, tukianza na kitabu cha kwanza ambacho nitakuthibitishia kwamba mwanachuoni akifika daraja ya alijtihad na akajitahidi katika jambo, haifai kumfuata mwanachuoni mwingine katika ijtihadi hiyo. Italazimika kwake yeye kuifanyia kazi ile rai yake katika jambo ambalo yeye amejitahidi ndani yake.
Hivi ndivyo wanavyosema wanachuoni wa usulul fiqh, bali ndivyo wanavyosema wanachuoni wetu ahlus sunna wal jamaa. Kitabu cha kwanza Suluka, usulul fiqh alladhi la yas'u al-faqih jahluhu, katika ukurasa nambari 509 anasema hivi: hukmu taqlid al-mujtahid li mujtahidin akhar, hukmu ya kumqallid mujtahid mwingine. Anasema naqala kathirun min al-usuliyyin, wamenukuu wengi katika wanachuoni usulul fiqh al-ittifaq ala anna al-mujtahida idha nadhara fi al-waqi'ah, wamenukuu ittifaq kwamba mujtahid atakapojitahidi katika waqi'a, katika tukio, watawassala fiha ila dhannin ghalibin bihukmi Allah subhanahu wa ta'ala, na akafikia katika hilo tukio katika dhanna iliyokuwa kubwa kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yajuzu lahu an yatruka ma ghalaba ala dhannihi wa ya'mala bi dhanni ghayrihi, haifai kwake yeye mujtahidi huyo kuacha kile ambacho kimekuwa na nguvu juu ya dhanna yake na akaifanyia kazi dhanna ya mujtahidi mwingine. Hivi ndivyo wanavyosema wanawachuoni wetu wa usulul fiqh, na ndivyo wanavyosema wanawachuoni wetu ahlus sunna wal jamaa. Kisha akasema wa hasaru al-khilafa fil mas'alati fima idha lam yanzur fil mas'ala ba'd, na wakaidhibiti khilafu katika mas'ala ambayo itakapokuwa mujtahid hajajitahidi ndani yake bado, au nadhara fiha, au amejitahidi ndani yake, walam yatawassal ila dhannin ghalibin, na wala hajafika katika dhanna iliyokuwa kubwa. Hapa wanawachuoni usulul fiqh wamekhtalifiana kwamba je, itakapokuwa mwana wa chuoni hajajitahidi katika masala aslan, au amejitahidi lakini hajafikia katika dhanna iliyokuwa kubwa, je, hapa sasa atamfuata mwana wa chuoni mwingine au hatomfuata? Hapa wamekhtalifiana, na hili nitakuthibitishia katika kitabu cha pili ambacho tutakiingia hukumu yake wanasemaje ahlul ilmi. Kitabu cha pili Suluka ni kitabu cha al-Allama Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, ni kitabu maarufu kwa tulabul ilmi ambacho kinasema al-usulu min ilmi al-usuli, katika ukurasa nambari 809 anasema al-Allama Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi: yalzamu al-mujtahida an yabdhula juhdahu, inamlazimu mujtahid ajitahidi jitihada zake zote, fi ma'rifati al-haqqi, katika kuijua haki, thumma yahkuma bima dhahara lahu, kisha hukumu kile ambacho kimemdhihirikia yeye. Fa in asaba, akipatia mujtahidi huyo, falahu ajrani, ana ujira yeye mara mbili, ajrun, ujira mmoja, ala ijtihadihi, juu ya jitihada yake aliyojitahidi, wa ajrun, na ujira wa pili, ala isabati alhaqi, katika kuipata haki, kuipatia haki. Lianna fi isabati alhaqi idharan lahu wa amalan bihi, kwa sababu katika kuipatia haki kuna kudhihirisha hiyo haki kwa watu na kuifanyia kazi hiyo haki ambayo yeye ameipatia. Wa in akhtaa, na akikosea huyu mujtahid, falahu ajrun wahidun, ana ujira yeye mara moja. Wal khata'u, na lile kosa ambalo yeye amekosea, maghfurun lahu, ni lenye kusamehewa. Ni kaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa kauli yake mtume alayhi salatu wassalam aliposema: idha hakama alhakimu fajtahada, atakapohukumu hakim na akajitahidi, thumma aswaba, na kisha akapatia, falahu ajrani, ana ujira yeye mara mbili. Wa idha hakama, na atakapohukumu fajtahada, akajitahidi, thumma akhtaa, kisha akakosea, falahu ajrun, ana ujira yeye mara moja. Hivi ndivyo wanavyosema wanachuoni wetu ahlus sunna wal jamaa, kwamba inamlazimu jitahidi ajitahidi katika maarifa ya kuitambua haki, kisha aifanyie kazi hiyo haki ambayo imemdhihirikia yeye, na sio kumkalidi mjitahidi mwingine au mwanachuoni mwingine. Kisha jambo la pili sasa, itakapokuwa huyu mwanachuoni amejitahidi, ambalo jambo hili tumesema katika kitabu cha mwanzo, wamekhtalifiana watu wa usul. Mwanachuoni atakapojitahidi halafu ikawa hukumu haijambainikia yeye kwamba jambo liko vipi, au hajajitahidi aslan, je, kwa wakati huu atamfuata mwanachuoni mwingine au hatomfuata? Na wewe ukasema hii sio taklidi, yani mwanachuoni akumfuata mwanachuoni mwingine, ukasema sio taklidi bali ni alitibau. Bali mimi nakwambia Suluka, hii pia wanachuoni wanaita taklidi, na hukumu yake ni hii. Anasema al-Allama Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi: wa in lam yadhhar lahu al-hukmu, na itakapokuwa haijadhihiri kwake yeye hukumu, wajaba alayhi at-tawaqquf, ni inawajibika kwake yeye at-tawaqquf, kusimama. Wajaza at-taqlidu hina idhin, na itafaa taklidi kwa wakati huo, ni dharura, kwa dharura. Kwa sababu gani? Huyu mwanachuoni hajajitahidi aslan, au amejitahidi lakini hajafikia katika kuidiriki hukumu yake ni nini. Kwa wakati huo atafaa kumqalidi mwanachuoni mwingine, lakini dharuratan, atakapojitahidi tu mwanachuoni na akaidiriki hukumu yake iko vipi,
haifai kumfuata mwanachuoni mwingine biittifaqi al-usuliyin. Na umeona hapa au umesikia hapa maneno Ibn Uthaymeen akasema wakati huo itafaa taklidi. Kwa hiyo pia hii suluka inaitwa taklidi na wanachuoni, kama ilikuwa huijui kama hiyo pia inaitwa taklidi na ahlul ilmi. Kwa hiyo hivi ndivyo wanavyosema wanachuoni wa ahlus sunna wal jamaa wanasuluka, na huu sio ikhwani wala sio halabia kama alivyosema wewe. Mwanachuoni mwingine aliulizwa al-allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi katika silsilatul huda wan nur katika sharita ya 778 aliulizwa al-allama al-Albani, hunaka ba'd al-qawaid ya sheikh ya'malu biha ba'd ash-shabab wa min dhimniha qa'ida. aliulizwa al-allama al-Albani, kuna baadhi ya qawaid, hunaka ba'd al-qawaid, kuna baadhi ya qawaid ya sheikh wanazifanyia kazi baadhi ya vijana, na katika kaida hizo, miongoni mwa kaida hizo ni kaida ambayo inasema man lam yukaffir al-kafira fahuwa kafirun, yule ambaye hajamkufurisha kafiri na yeye ni kafiri. Thumma kisha man lam yubaddi' al-mubtadi'a fahuwa mubtadi'un, na yule ambaye hajambidisha mtu wa bid'a na yeye ni mtu wa bid'a. Wa qa'idatun ukhra, na kaida nyingine, man lam yakun ma'na fahuwa dhidduna, yule ambaye hajawa pamoja na sisi basi huyo yuko dhidi yetu, kama wanavyosema nyinyi masuafika. Ma ra'yuka fi hadhihi al-qawaid ya sheikh, nipi rai yako katika kawaidi hizi ewe sheikh? Akajibu al-allama al-Albani akasema, wa min aina jaat hadhihi al-qawaid, na zimekuja kutoka wapi kaida hizi? Wa man qa'adaha, na ni nani ambaye ameziweka kawaidi hizi? Kisha akasema al-allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, laysa shartan abadan, siyo sharti abadan, anna man kaffara shakhsan wa aqama alayhi al-hujjata, yule ambaye aliyemkufurisha mtu na akamsimamishia hujja, an yakuna kullu nnasi ma'ahu fi takfiri, watu wote wawe pamoja naye katika takfiri yake. Liannahu qad yakunu huwa mutaawilan, kwa sababu huenda akawa yeye ni mutaawil. Wa yara al-alimu al-akhar, na anaona mwanachuoni mwingine, annahu la yajuzu takfiruhu, kwamba haifai takfiri yake. Hivi ndio wanavyosema al-allama al-Albani. Kisha akasema al-allama al-Albani, kadhalika at-tafsiqu wat-tabdi'u, hivyo hivyo tafsiki na tabdi'i. Fahadhihi fi alhaqiqati min fitan alasr alhadir, mambo haya katika hakika wake ni katika fitna za zama hizi zilizokuwepo. Wa min tasarru'i ba'd alshabab fi idda'i alilm, na katika kukimbilia, katika kurupuka baadhi ya vijana katika kudai elimu. Falmaqsudu, makusudio, anna hadha tasalsul hii au hadha alilzam au ilzamu hii ghairu lazimin abadan, sio lazim abadan. Hadha amrun wasi'un, jambo hili ni pana sana. Qad yara alimun amran wajiban, huenda akaona mwanachuoni jambo ni wajibu. Wayarahu al-akharu, na jambo hilo akaliona mwanachuoni mwingine laisa kadhalik, haliko hivyo. Wa makhtalafa al-ulama min qabl wa min ba'd, na hawakukhtalifiana wanawachuoni mwanzo na baada yake, illa lianna baba al-ijtihad, isipokuwa babu mlango wa ijtihadi, la yulzimu al-akharina, au walazimishi wengine, bi an ya'khudhu bi ra'yin, kuchukua rai yoyote ile ya wanawachuoni wengine, alladhi yujibu al-akhdha bi ra'yi al-akhar, ambaye inamwajibisha kuchukua rai ya mwanachuoni mwingine. Inma huwa al-muqallidu, ni muqallid alladhi la ilma indahu, ambaye hana elimu. Huyu ndo ambaye itamlazimikia kuchukua rai ya mwanachuoni mwingine, sababu yeye ni muqallid, hana elimu, itabidi awaqallidi wanawachuoni, sababu sio msomi. Lakini sio mwanachuoni ukamlazimisha chukue rai ya mwanachuoni mwingine hali yeye ni mujtahidi, la. Akasema al-allama al-Albani, fahuwa man yajibu alayhi an yuqallida, huyu ndio yule ambaye inamwajibika kwa yeye kuqallidi wanawachuoni ambao wametoa hukumu. Kisha akasema, amma idha kana aliman, ama itakapokuwa mwanawachuoni, kalladhi kaffara au fasaka au badda'a, kama yule ambaye amekufurisha au amefasikisha au amebidiisha, wala yara mithla ra'yihi, wala haoni mfano wa rai yake. Sikiliza vizuri maneno ya wanachuoni wetu ahlus sunna wal jamaa, fala yalzamuhu abadan an yutabi'a dhalika al-alim, haimlazimiki yeye abadan kumfuata mwanachuoni yule. Hivi ndivyo wanavyosema wanachuoni wetu wa ahlus sunna wal jamaa. Ewe Hassan Waziri Soloka, hadana Allahu wa iyyaka. Halafu pia bwana Soloka kusema kwamba inawalazimikia wanachuoni wengine kuwafuata wanachuoni ambao wamemjeruhi al-allama Muhammad al-Imam, na yeye ni Sheikh Rabi na Sheikh Ubayd. Hili si jambo la sawa, kwa sababu masala ya al-jarh wa ta'dil ni masala ya al-ijtihadiyya. Masala ya al-ijtihadiyya tumeona maneno ya wanachuoni usulul fiqh, kadhalika wanachuoni wetu ahlus sunna wal jamaa. Katika masala ya al-ijtihadiyya haya wanachuoni atakapojitahidi haifai
kumfuata mwanachuoni mwingine, bali inafaa kufuata ijtihadi ile ambayo imemdhihirikia yeye kwamba hili ndio sawa. Na katika kuthibitishia hilo katika kuwa masala ya al-jarh wa at-ta'dil ni masala ijtihadiyya, naomba kurejesha katika maneno ya al-Imam at-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi, ndio kitabu ambacho kinaitwa Al-Ilal As-Saghir ukurasa nambari 756. Anasema al-Imam at-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi, waqad yakhtalifu al-a'immatu min ahli al-ilm, na huenda wakakhtalifiana maimamu katika wanachuoni fi tad'ifi ar-rijali, katika kuwadhoofisha rijal, kama ikhtalafu fi siwa dhalika min al-ilm, kama walivyokhtalifiana wanachuoni katika masala mengine ya kielimu isiyokuwa masala ya al-jarh wa at-ta'dil. Kwa hiyo haya ni masala ya ijtihadi tu soloka. Kwa mwanachuoni wa pili ni al-Allama Ibn al-Qayyim katika kitabu chake As-Sawa'iq al-Mursala katika juzuu ya pili ukurasa nambari 556. Anasema al-Allama Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, faqad ya'taqidu ahadu al-mujtahidin, huenda akaitakidi mmoja wa mujtahidin dha'fa rajulin, udhaifu wa mtu, wa ya'taqidu al-akharu, na akaitakidi mujtahidi mwingine thiqatahu, uthika wake, wa quwwatahu, na kuwa yake, waqad yakunu sawabu ma'al mudha'if, na huenda ukawa kupatia kuko kwa yule ambaye aliyedhoofisha, litilaihi ala sababin khafiyyin ala almuwaffiq, kwa ule mutalaa wake aliyotali katika masala haya juu ya sababu ambayo imejificha kwa yule ambaye mwenye kuwathiqisha. Waqad yakunu sawabu, na huenda ukawa kupatia ma'al akhar, kuko pamoja na mwingine, liilmihi bi anna dhalika sababa ghairu qadihin fi riwayatihi wa adalatihi, wa elimu yake kwa sababu ile ambayo sio qadihin, sio yenye kutia dosari katika riwaya yake wala adala yake. Hivi ndivyo wanavyosema wanawachuoni wetu wa ahlus sunna wal jamaa. Kadhalika pia Hasan Soloka hadana Allahu wa iyaka, wale ambao wanafuata aqwali za wanachuoni ambao wamempa udhuru wa Muhammad al-Imam hafidhahullahu ta'ala, hawa hawajakosea wala hawalaumiwi wala hawahamu wala hazui makosani, kama mnavyosema nyinyi na kama mnavyofanya nyinyi, kwamba wale ambao waliofuata aqwali za wanachuoni waliompa udhuru al-Allama Muhammad al-Imam munatia makosa na mnawalaumu na mnawakata na mnawahama, wakati hali ya kuwa haya ni masala ya al-jarh wa at-ta'dil, ni masala ya al-ijtihadiyya. Sasa katika masala kama haya kumkata yule ambaye alifuata kauli ya upande wa pili, haya ni makosa, wala kumlaumu yule ambaye alifuata kauli ya upande wa pili, haya ni makosa. Na kuthibitisha hilo aliulizwa al-Allama Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi katika Majmu' al-Fatawa juzuu ya 20 ukurasa nambari 207. Aliulizwa al-Allama Ibn Taymiyyah, wasuila, na aliulizwa al-Allama Ibn Taymiyyah amman yuqallidu ba'd al-ulama'i, wa yule ambaye anawaqallidi baadhi ya wanachuoni bimasaili al-ijtihadi, katika masala ya al-ijtihadiyya, fahal yunkaru alayhi am yuhjar, fahal yunkaru alayhi am yuhjaru, je ana pingwa mtu huyo au anahamwa? Wakadhalika man ya'malu bi ahadi al-qawlaini, hivyo hivyo kwa yule ambaye anafanyia kazi moja ya kauli mbili. Faajaba, akajibu al-Allama Ibn Taymiyyah, alhamdulillah, masailu al-ijtihadi, masala ya ijtihad, man amila fiha biqawli ba'd al-ulamai, yule ambaye amefanyia kazi kwa baadhi ya kauli za wanachuoni, lam yunkar alayhi, hapingwi mtu huyo, walam yuhjar, wala hahamu mtu huyo. Wa man amila bi ahadi alqawlaini, na yule ambaye atakayefanyia kazi moja ya kauli mbili, lam yunkar alayhi, hapingwi mtu huyo. Wa idha kana fil mas'alati qawlani, na itakapokuwa katika mas'ala kuna kauli mbili, fa in kana al-insanu, itakapokuwa mwanadamu, yadhharu lahu rujhanu ahadi alqawlaini, inamdhihirikia yeye nguvu ya moja katika kauli mbili, amila bihi, ataifanyia kazi kauli hiyo. Wa illa, na ikiwa haijamdhihirikia wana nguvu moja katika kauli mbili, qallada ba'd al-ulamai, atawaqallid baadhi ya wanachuoni, alladhina, wale ambao yu'tamadu alaihim, wanategemewa wanachuoni hao, fi bayani arjahil qawlaini wallahu a'lam, katika kubainisha kuwa na nguvu zaidi ya moja ya kauli mbili, na Allah ndiyo mjuzi katika hilo. Kwa hiyo tunakwambia Hasan Soloka, wewe na mfano wako kuwatia makosa wale ambao waliwaqallidi na kuwafata wanawachuoni wale ambao wamempa udhuru al-Allama Muhammad al-Imam, huu sio katika usalafi, na haya ni makosa, na maelezo ya wanawachuoni tumeyatoa katika hilo. Jambo jingine, Hasan Soloka hadana Allah wa iyaka, kuwalazimisha
watu ambao wamefuata kauli za wanawachuoni waliompa udhuru al-Allama Muhammad al-Imam, na lazima wao wafuate msimamo wenu nyie, lazima wawabidiishe wale ambao wamempa udhuru Muhammad al-Imam, na lazima wawabidiishe wale ambao watakuwa na mwana Muhammad al-Imam hana makosa, au kadhalika lazima wabidiishe al-Allama Muhammad al-Imam. Hii ilzamu hii kuwalazimisha watu wabidiishe al-Allama Muhammad al-Imam, na kuwalazimisha watu lazima waende na msimamo wenu nyie na wabidiishe wale ambao wamechukua maukifu hii nyingine. Hili ni kosa na wanawachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa wamelipinga, na hiyo si katika manhajus salaf, bali huo ni katika uhaddalia. Aliulizwa al-Allama al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala katika sharito ambao umepewa unwan durusu tafsiri bil haram. Aliulizwa al-Allama al-Fawzani akaulizwa, ma hukmu alladhina yulzimuna an-nasa bitabdi'i ba'd ad-du'ati, ni ipi hukumu ya wale ambao wanalazimisha watu kuwabidiisha baadhi ya walinganizi, wa binai alwala'i walbara'i ala dhalik, na kujengea alwala walbara juu ya hilo, wa hajir man lam yubaddi', na kumhama yule ambaye atakuwa hajawabidiisha hao walinganizi. Faajaba bin qawlihi, akajibu hafidhahullahu ta'ala kwa kauli yake kusema, la taltazim bihadha, usilazimishe wewe na hili, wala tuti'hum fi hadha, wala usiwatii wao katika hili. Qul ana bari'un min hadha, sema mimi niko mbali na hili, wa muafini Allahu min hadha, na Allah subhanahu wa ta'ala anikingi kutokana na balaa hili. Wala adkhulu fihi, wala siingii ndani yake. Wala a'rifu anhu shay'an, wala sijui kutokana na hilo chochote. Hivi ndivyo wanavyosema wanachuoni wetu wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo Hassan Waziri Suluka, hadana Allah wa iyaka, huu sio uikhwani wala sio halabia, bali hii ndiyo manhajus salaf, na hivi ndivyo wanavyosema wanachuoni wetu Ahlus Sunna wal Jamaa, na kinyume chake ni uhaddadia, pia ni usuafika. Kwa hiyo katika majlisi hii Suluka nimekuthibitishia kwa njia kadhaa kwamba mimi sio jahil, ana lastu jahilan, mimi sio jahil, na nitaendelea na nukta hii bado sijamaliza katika majlisi inayofuata na majlisi nyingine kuthibitishia kwamba ana lastu jahilan. Na tukimaliza majalisi hizi watu watadiriki mimi na wewe nani jahil, na wewe mwenyewe utadiriki mimi na wewe nani jahil, na biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutakwenda nukta baada ya nukta na wewe kielimu. Wa naktafi bihadha wa ila huna, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.